Napokuta wachangamka wewe. Alafu katika masharti yangu nadhani kuna sharti langu lingine nilikuwa sijakupatia. Sihitaji mazoea na majirani zangu. Full stop. Tafadhali ndugu yangu. Nyumbani kwangu usije tena, utaletea matatizo. Nyumba yangu ina masharti. Lakini sharti kubwa. Umekiona hiki chumba? Ndio. Chumba hicho hutakiwi kukisogelea wala kukigusa. Kwani kina nini? Kuhusu habari ya chumba, wewe hiyo haikuhusu. Nyanya, leo tumeshinda, giza limekimbia mbele ya mwanga, kwa jina lake tumesimama, hakuna mchawi atakayeshinda. Mchawi atakayeshinda. Mkuu, mbona ghafla hivi? Ndiyo ghafla. Kwenye rada zangu za leo nimekuona umemchukua ule kijana umemlaza makaburini. Ndiyo mkuu. Tena anaonekana mrahisi sana. Sio mrahisi kama unavyomjua wewe. Na lingekukuta jambo, mimi nisingeshiriki kwa lolote lile. Sawa mkuu. Tangu. Abe mama wangu. Mimi naondoka. Sasa niachaje? Shikali hapa. Mimi leo nitachelewa kurudi sababu kuna mambo mengi. Yeye utachelewa kurudi ndio unaletea mimi 5000. Una akili timamu wewe mwanaume. Unajua kabisa sasa hivi tupo wawili, afu unaacha 5000 inatosha nini? Au sio? 5000 haitoshi. Haitoshi. Sasa mimi najiuliza ni leo mwanamke au chumba ulete? Hivi wewe unajua mwanamke ukiwa mjamzito unatamani vitu gani? Yaani hapa nikategemea hapa kwa kuwa sasa hivi nina mimba utaondoka utaniambia mke wangu 50,000 uone haya wewe. Wanaume zao ndio wanavyovifanya huko. Unawadhalilisha wanaume wenzio, hebu niongezee acha. Sikia, hiyo 5000 kubwa na inatosha hapa ndani na nikute change. Sikia, hapa sikute mashoga zako hapa. Sikia sana. Nadhani umenielewa. Wa nani? Chazi hapa. Chazi ingia mwanangu, mlango wazi. Ndio. Naje mwanangu? Fresh, alright. Alright. Nipaka nasemaje mwana? Kama kawaida. Lakini kila siku naona kila kitu, yani kila siku vitu vipya vinatokea. Uwezi amini leo nimemkia makaburini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 1
Sikia nikwambie hivi. Mimi leo nimekuja kivingine kabisa. Mimi sio yule ulomzoea. Sijui unanielewa. Kwa hiyo mimi nadhani hata isikuangaishe kabisa kwamba eti mimi uanze kunipa sababu ukajua labda mimi ngoja kwa Samaila. Nimekuja kivingine kabisa. Basi sawa, fresh eh. Najua uniamini lakini ndio ukweli baridi. Niambie kitu gani? Umewasiliana na Lisa? Lisa na mwisho mwanangu. Alikuja geto tukagombana na tukapishana kauli kidogo. Tangu majuzi mpaka leo napokea simu yangu. Wala hajaja tena na sijamuona tena. Una nini kwani? Una shida bwana? Hapana. Isipokuwa natakiwa tu izoeleke kwa sababu ni ya kawaida. Kama izoeleke mbona nitisha? Una shida gani? Leo Lisa kaja magetoni. Na baada ya kuja magetoni kuna kitu kaniambia kidogo mimi mwenyewe pia kama binadamu na nikiwa kama mtu wa karibu nimeguswa. Kaka, kitu gani iko? Lisa katafutiwa mwanaume. Na mwanaume nadhani tayari kashafanya baadhi ya mipango pale nyumbani kwao. Kwa maana hiyo Lisa analazimishwa kuolewa na yule mwanaume. Kaka, unamaanisha nini kusema? Sidhani kama kuna kisichoeleweka hapo. Na maanisha Lisa anatakiwa kuolewa na mwanaume mwingine kwa sababu wazazi wake ndio wametaka. Unaelewa? Na maana ya Lisa kuja getoni kwangu ni kumaanisha kwamba yeye hajaridhia hili swala, ndio maana akanishika mimi. Na lengo lake kubwa lilikuwa ni kuzungumza yeye na wewe. Nadhani haukufuata direct sababu hiyo changamoto unaelezea. Kaka, kwa hiyo unataka kumaanisha ni kwamba ametafutiwa mwanaume lakini Lisa mwenyewe hamtaki, sio? Nadhani kitu kama hivyo. So kwa kaka unisaidiaje mwanangu kuhusu hili jambo? Mimi nadhani hapo la kufanya. Njia ya kwanza kabisa ni lazima wewe na Lisa mkae mzungumze kwa sababu kama mwanamke hataki yeye anakupenda yeye, ni vigumu sana ile ndoa kusimama. Lakini pia kwa mzazi kwa sababu yeye akupenda wewe, ni vigumu sana ndoa kusimama. Kwa hiyo lazima kuna mipango mingi sana isimame. Kwa sababu hata hivyo nimetoka naye kule na kuja naye kwako sasa kwamba mimi niwakutanishe nyinyi muongee. Nikakutana na bibi mkubwa wake. Ni wazo alikuwa anafuatiliwa. Kikweli kanitolea kauli chafu sana ikiwemo na kupinga ile swala kwamba wewe na yule binti yake msende kwa mahusiano. Kalipinga sana ile swala. Sema nimemheshimu tu kwa sababu ya utu uzima wake na kwa sababu ya wewe mwanamke wako. Kwa hiyo kaka umeniambia kwamba nifanye kila njia nikutane na Lisa, sio? Nadhani hapo ndio kitu pekee kilichobakia. Wewe na Lisa muongee, afu baada ya hapo mimi utanielekeza tuje tunafanyaje. Basi kama ni hivyo ndugu yangu, tutajua tu jinsi ya kitu gani tutafanya ili mradi ile jambo liishe sasa. Baridi mwanangu, mimi hiyo taarifa ndio nilikuwa nakuletea. Maana hapa mimi hata nilikuwa sijui mageto. Yaani hapa ndio nimetoka kutolewa maneno huko na wewe bibi mkubwa. Sema nikamheshimu tu. Sema juu maisha ya kweli. Wewe basi mwanangu, msubiri hapa. Sema fresh ndugu yangu, asante sana. Fresh. No. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Patikani. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Kijana mmoja, njia imejaa giza,
wachawi wamemzunguka, wameapa kumaliza. Kila hatua ni vita, kila pumzi ni dua. Papi. Vipi? Safi. Nionyesha vipi? Fresh tu. Niko na shida kuongea na wewe dakika mbili tu. Shida tena jamani. Shida gani tena uko nawe sasa hivi jua kali hilo na mbele unaeleza mimi shida. Shida gani tena? Najua ni rafiki yake Lisa. Rafiki yake wa karibu. Na tetesi ninazozisikia Lisa mpaka wakati huu kafungiwa ndani na atakuolewa. Kwa kama rafiki yake naomba mara mwisho mimi na Lisa tuko tunagombana na kuomba sana. Fanya jambo lolote nikutane naye. Sana hapa nikusaidia nini jamani? Ni rafiki yake, unaweza kwenda ukamwambia. Kwa kama mimi rafiki nimekwambia akimwa mapenzi au? Mimi sina cha kusaidia. Mimi sio akimwa mapenzi. Mimi ni rafiki tu tunakutana baba yetu tunapiga story tunakutana na mambo yake. Waambia mimi nikotinga kutolewa kwa shangazi yake kwa mama yake kafungiwa ndani. Mimi sio akimwa mapenzi. Ushanielewa? Kama kuna chingine zaidi hapa. Maana sasa hivi jua kali, unaona jua ishatoka ile. Ndani kwenye mingo zangu huko. Niliponisimamisha hapa sasa hivi hapa nimekaa nimekusi na cheka hapa kama imechacha daladala. Nikajua bona mchongo wa hela. Maana sasa hivi jua kali ukinusa kwa nukarufia jua. Nikajua ndio labda utakunipa kisenti. Nikafanya mchongo huko kwenda kula. Wala sasa mambo ya Lisa jamani, mimi na Lisa wapi na wapi? Hapana, sio hivyo. Lakini ukiacha masara, wewe na rafiki yake karibu na ndio maana nimekusimamisha hapa. Nadhani kabisa 100% ukifungua moyo na kufanya hili jambo utafanikiwa na kuomba sana. Kwa hakika shida. Afikiza kwambie. Ukiona baba kafungiwa ndani, basi ujue una hela. Kapata bwana mwenye hela kamfungia naye atakamuoe. Wewe kapuku ulioka hapo na miswali yako utafikiri mfuko wa mashine, enda ukae hivyo, afu toka mfuko wa mashine kama unogea hela. Wenzako wanapambana kule umekaa zunguka mtaani tu unajua kali lote unakuja kuuliza toa watu. Sikiza kwambie. Mimi sina msaada mwingine wote wa kusaidia. Au kuna lingine zaidi hapo? Hapana, hiyo. Wasalimu na kweli. Afadhali nimekukuta. Nimekuja kumuuliza mdogo wangu Yasini hapa. Yasini ndo nani? Huyo mlozi wako kwa jina la Papi. Nimemkuta. Kwani alikwambia atakuwa hapa? Yaani nyinyi muda mwingi mpo naye, ndio maana nakuja kumuulizia yupo. Wewe, nishai kumpata mdogo wako huko kwenu? Au nishai kumpigia simu Papi njoo kwangu? Wewe kaa chini na mdogo wako mwambie. Sijawahi kumuita hapa kwangu wala sijawahi kumfuata huko kwenu. Kwa hiyo kaa na mdogo wako chini ongea naye. Jua vizuri mdogo wangu. Kabla kuonana na nyinyi hakuwa na tabia hizo kabisa. Sihitaji kumuona hapo nyumbani kwenu kabisa. Tofauti na hapo tunagombana, tutalidiana siku. Sisi tumeelewana? Wewe mdogo wako unamlea kitu gani? Ungekuwa unamlea angekuwa anakizungusha kwa mtaani kuja ndani kulisha. Unamlea na kulea. Wewe dada nitakubonda. Nitakubonda. Sijui na leo. Nitakubonda. Wewe vipi babu? Wewe nani unakuja unatema namba hapa mtaani kwangu? Wewe nani unapata wapi madaraka kumshika mke wangu kama hivyo? Wasikia babu, hapa mtaani kitambo mimi wananiita panya, sasa hivi wananiita kidega, wao nitakudonoa. Tembea babu. Mwizi. Tembea. Tembea shula wewe. Wewe, nani alikwambia ulete mashoga zako hapa nyumbani? Sasa wanakuja wenyewe. Wakuja wenyewe wapi? Mara mwisho mimi nilikwambia sitaki watu wajae hapa kwangu. Mbona wewe mwanamke mbona unisikii? Ndani. Ndani babu. Lisa. Vipi? Funga mlango. Tunaongea, tufanye basi utoke tuongee. Mimi sijui, angalia hapo kuna niniliwa hapo la kukanyagia. Kuna funguo. Mama, ndafu wewe.
Wewe sasa mimi kwako. Ukija ndani, umefuata nini? Jinga mkubwa na ngoja. Fuata huo ndani. Wewe papi? Sasa umetoka wapi? Nakuuliza wewe umetoka wapi? Nimetoka huko. Umetoka huko mimi dogo na kutafuta toka jana. Uonekani nyumbani, unarudi na badilisha nguo unaondoka. Mimi sasa nakutafuta nakutana na rafiki zako wananisema kama mtu mzima hawajali. Hivi una shida gani wewe mtoto? Hivi, naomba kwanza niulize. Kwa mimi mtoto mdogo usema sijui nyumbani au? Wewe kaanza kunitafuta kila siku. Mimi mtoto mdogo. Au majibu unanipa mimi? Kaka unanipa majibu ya ajabu kama? Umetaka mwenyewe. Una shida gani wewe? Unanipa majibu kwa nani? Nakuuliza unataka nini? Mimi kabisa.